kwenye Warumi 8 mstari wa 9, si ndio watu wa Mungu? Ulifungua hapo, unisomee kwa nguvu. Warumi 8 mstari wa 9. Warumi 8 mstari wa 9. Na tukaangalia kwamba hauwezi kuwa Mkristo kama sio mfuasi. Na tukasema haiwezekani ukawa mfuasi ambaye sio mwanafunzi. Kwa sababu mfuasi anamfuata yule anayemfunza. Haleluya. Mfuasi anamfuata yule mtu ambaye anamuongoza. Huyo ndio mfuasi. Na sisi ni wafuasi wa Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi ni wafuasi wa nani? Wa Kristo. Mimi ni Mkristo. Haleluya. Sasa Mkristo yukoje? Naomba nifungie kwenye Warumi, tuliishia kwenye Warumi 8:9, si ndio? Nisomee kwa nguvu. Lakini 1 2 3 twende wote. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, ndio bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Maandiko yanaonyesha wazi kwamba huyo ambaye hana Roho wa Kristo si wa nani? Sasa ili uwe Mkristo lazima ukubali kuwa na Roho wa Kristo ndani yako. Kwa maana Roho wa Mungu ndiye anaweza kutufanya sisi wa Kristo. Mtu ambaye hana Roho wa Mungu, huyo sio Mkristo. Mkristo ni mtu ambaye amekubali kumbeba Roho wa nani? Wa Mungu, kwa sababu huwezi kumtenga Roho wa Mungu na Mungu mwenyewe jinsi alivyo. Mungu ni Roho. Kwa Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu, sisi tunakuwa tumembeba Kristo ndani yetu na tunafanyika kuwa wa Kristo. Roho wa Mungu akiwepo ndani yetu, kuna ukisoma kwenye wazito wa Galatia wa Efeso, inasema yale matunda ya Roho Mtakatifu tunajua. Cha kwanza nini? Upendo, uvumilivu, utu wema, fadhila, sijui vitu gani. Kwa sababu gani? Hivyo vinakuja na Roho wa Mungu ndani yetu. Sasa tunapokuwa wanadamu, hatui miungu, hatui kama Mungu alivyo kama hatuna Roho wa Mungu ndani yetu. Tunakuwa kama Mungu alivyo tukiwa na nani? Na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anapoingia, kuna vitu anaanza kushughulika navyo kwenye maisha yetu. Haleluya. Kuna mambo anaanza kuyashughulikia ndani yetu anapokuwa ndani yetu. Kuna vitu vinaanza kufa. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu amechukua nafasi ndani yetu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu zamani, ukisoma kwenye Agano la Kale, Biblia inasema Roho wa Mungu alikuwa juu, hakuwa ndani yao. Sasa sisi tuna faida. Roho wa Mungu yuko wapi? Ndani. Kwa mwingine anaongoza kuanzia wapi? Ndani. Bwana asifiwe. Sasa Roho wa Mungu hawezi kukaa sehemu ambapo kuna uchafu. Roho wa Mungu anapoingia, uchafu wenyewe unakimbia. Kuna vitu vinaanza kukimbia vyenyewe. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu amefanya nini? Ameingia. Kinachosababisha tusiende kufuatisha mwili ni Roho wa Mungu aliyoko ndani yetu. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu, Biblia inasema wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio nani? Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kwenye matendo ya mwili. Sina kuna mtu ananielewa? Haleluya. Kuna mtu ananielewa mahali hapa? Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kwenye matusi. Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kwenye chuki. Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kwenye hasira. Roho wa Mungu hawezi kuongoza kwenda kwenye vitu vibaya. Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu, anapokaa ndani yetu, anatuongoza kwenye yaliyo mema, yaliyo mazuri, yenye baraka, sio yenye laana. Hatuwezi kufuata mwili. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu ndiye amechukua usukani. Yeye ndiye dereva wa maisha yetu. Yeye ndiye dereva wa kila kitu tunachokifanya. Kwa hiyo yeye hata turuhusu sisi tuufuate mwili. Kwa sababu gani? Yeye ndiye amechukua nafasi ndani yetu. Yeye ndiye amekamata ndani. Kwa sababu Roho wa Mungu anapokuwa ndani, anakamata roho zetu. Akikamata roho zetu, haleluya, akikamata roho zetu, anaua utawala wa mwili. Alafu katika roho zetu anatengeneza utawala wake mwenyewe. Haleluya. Sasa ndio maana Biblia inasema hamfuati mwili, mnafuata nini? Roho. Kwa maana vitu vya rohoni ni vitu vyema. Bwana asifiwe. Vitu vilivyojengwa na Roho Mtakatifu ni vitu vyema. Kwa hiyo hatuenendi tena katika mwili, bali tunaendelea katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Matendo yaliyo mema, mambo yaliyo mema, mambo yaliyo mazuri, vitu vile vizuri. Kwa hiyo hata matendo yetu yanafanana na Mungu. Kwa sababu gani? Roho wa Mungu ameua matendo ya mwili ndani yetu, ameanzisha matendo yaliyo ya roho ndani yetu. Haleluya. Na anasema bali mwaifuata roho, lakini mtu awaye yote. Umeelewa Kiswahili? Bali mtu awaye, mtu wa aina yoyote au mtu yeyote asipokuwa na huyo Roho wa Kristo, huyo si wake. Anasema mtu asipokuwa na Roho huyo wa Mungu, huyo ambaye anaweza kutuongoza katika mambo ya roho, huyo ambaye anaweza kutuongoza katika mambo ya Mungu, huyo Roho wa Mungu asipokuwa ndani ya mtu, huyo mtu sio wa Mungu. Kwa ili uwe Mkristo, ili uwe wa Kristo, umilikiwe na Kristo, lazima ukubali Roho wa Mungu akae ndani yako.
Roho Mungu anapokuwa ndani yako ndiye anaanzisha utawala wa Kristo ndani ya maisha yako. Utawala wa Kristo ndani yetu unaamuliwa na Kristo tuliyembeba ndani yetu. Kwa Wakristo hawaufuati mwili. Pointi yangu ya 3. Wakristo hawaufuati. Wewe kama ni Mkristo haufuati nini? Mwili. Mwili wako, tamaa zote za mwili zinasulubishwa pamoja na nani? Kwa ukiwa Mkristo unakubali kuyasulubisha mambo mengine yote ya kimwili pamoja na Kristo. Kama wengine ukibali kuokoka, ukimkubali Yesu ndani ya maisha yako, kuna vitu inabidi uanze kuviachia kwenye maisha yako. Yaani kuna vitu vinabidi uingie gharama ili viweze kuondoka kwenye maisha yako. Kuna vitu haviwezi kukuachia tu hivi hivi. Mambo mengine yanahitaji uingie nini? Gharama. Paulo anaweka wazi, anaeleza, kuna andiko linaweka wazi, anasema vile nilivyoviona kuwa vya faida kwangu, si ndio? Na nilivyohesabu kuwa kama hasara, si ndio? Kwa faida ya kumpata nani? Kristo. Kwa kuna vitu inabidi uingie hasara kwa ajili ya kufanya nini? Kuviacha. Vile ulivyokuwa unavipenda, unaona ni vipenzi kwenye maisha yako, vile ambavyo ni vya mwilini, inabidi uviache. Haleluya! Huyo ndio Mkristo anamuongelea. Yuko tayari kuingia hasara kwa ajili ya kumpata nani? Hata Biblia inasema utapata faida gani kuupata ulimwengu wote alafu kaipoteza nini? Nafsi yako. Kwa ili uipate nafsi yako lazima ukubali kuingia hasara ya kupoteza vitu vingine. Haleluya! Kwa Mkristo yuko tayari kupoteza kwa ajili ya kumpata nani? Kristo Yesu. Kwa hatawaliwi na vitu vya mwilini 100%. Ingawa tunaishi katika ulimwengu huu, tunapaswa kuvaa nini? Kuvishinda. Mkristo, sema Mkristo. Sasa sisi kama Wakristo lazima tutambue nafasi tulionayo kama wana kwa Mungu. Kuna vitu lazima tuviseme kama nani? Wana. Kuna mambo lazima tuyaamrishe kama nani? Wana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe ni nani? Sema mimi ni mwana. Mimi sio mtumwa. Na Biblia inasema siwaiti tena nini? Watumwa. Biblia inasema siwaiti tena nani? Watumwa. Inatuita tena wana. Kwa wengine wana wana mamlaka, wana wana nguvu, wana wana haki kwa baba yake. Haleluya. Kwa sisi ni wana wa nani? Tutambue nafasi kama sisi wana, alafu tuishi kama wana. Unajua ndio maana Biblia inasema ninashangaa huku duniani. Yaani watumwa wanapanda nini? Farasi. Alafu watawala wanaenda kwa nini? Kwa miguu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watawala hawatambui nafasi yao. Unaweza ukawa na cheo lakini hujui nafasi yako ni nini na ukaendeshwa na walioko chini yako. Wote wanaongozwa na Mungu, hao ndio wana. Kwa hiyo roho wa Mungu akiwepo ndani yako, wewe unafanyika kuwa mwana. Mkristo ni mwana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tuliitwa wa Kristo, lakini sisi ni wana wa nani? Wa Mungu. Unapokuwa Mkristo lazima ufanyike kuwa mwana. Na unapokuwa mwana lazima utambue mamlaka ulionao kama nani? Kama mwana. Usitie huruma. Yeye anamilikiwa, hana utawala wake. Mkristo anamilikiwa, hana utawala wake. Anasema nanyi ni nini? Alikuwa anamaanisha nyinyi mnamilikiwa na nani? Na nyinyi wa Kristo mnamilikiwa na nani? Na Kristo anamilikiwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo unapokuwa Mkristo hauna utawala wako mwenyewe. Wewe unapokuwa Mkristo, wewe uko chini ya utawala wa Kristo Yesu. Haleluya. Kwa mtu ananielewa? Kwa hauna utawala. Ndio maana Paulo anafika sehemu anasema, sio mimi ninaishi bali ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa sababu gani? Paulo aliamua kuuza utawala wake wote chini ya nani? Unapokubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hauna utawala wako ndani mwenyewe. Bwana asifiwe. Hauna maamuzi yako kwenye mwili wako wewe. Lazima mruhusu Roho Mtakatifu akutawale, akumiliki, akuongoze, kwa sababu wewe umekubali kuwa Mkristo. Kwa tunapoongelea Mkristo ni mtu ambaye ameuza uhuru wake. Haleluya. Unapokuwa ndani ya Kristo Yesu umeuza nini? Ni kama vile mtu anayetawaliwa na shetani naye ameuza uhuru wake kwa nani? Kwa shetani. Bwana asifiwe. Kwa tutakapokuwa umeuza nini? Uhuru. Sasa kubali kuwa Mkristo, kubali kuuza uhuru wako. Ni bora ukauza uhuru wako kwa Kristo Yesu kuliko kuuza kwa shetani. Hata Yesu anasema, "Nia yangu mimi ni nini? Ni laini na nini? Na mzigo wangu ni nini?" Sio kwamba mzigo haupo, mzigo upo, lakini mzigo wa Yesu ni nini? Kwa shetani mzigo wake ni mgumu. Umeelewa maandiko? Unajua ndio ile watu wanasema tambalale, nani kakudanganya? Milima ipo vile vile. Kwa Yesu tambalale,
Wewe ukifika unaenda kitonga tu hivi. Kwa Yesu unapo mizigo ipo. Na ndio maana Yesu anasema, Paulo anamuuliza, sasa tunaacha vyote tutapata nini? Anakuambia utapata vitu vyote na nini? Udhia, mateso yapo. Kwa wewe unapomilikiwa na Yesu, hauna utawala wako mwenyewe. Nimekutolea mfano wa Paulo. Paulo anasema sio mimi ninayeishi. Kwa unapompa Yesu maisha yako, hauishi wewe. Anaishi Kristo Yesu ndani yako. Amen. Kristo ni mwili wa nani? Wewe unafanyika kwa mwili wa nani? Wa Kristo. Kwa unapokuza utawala, automatically unajiingiza wewe kwa mwili wa nani? Wa Kristo. Wakorintho wa kwanza 6:15 mpaka 17. Biblia inasema je, hilo ni swali. Anapoanza na je anamaanisha nini? Ndio maana Apostoli Deja atuambia Biblia ni kanuni na nini? Na lugha. Kwa lugha ndio hapa inatumika. Je, hamjui kwamba viungo vyenu ni mwili wa nani? Wa Kristo. Kwa kumbe viungo tulivyo navyo, huu mwili huu anaongelea mwili huu, sio mwili wa rohoni. Unapofanyika kuwa Mkristo, mwili wako unakuwa ni mali ya nani? Ya Kristo. Haleluya. Anaendelea anasemaje hapa? Basi vitwae viungo vya Kristo. Ni vitwae viungo vya nani? Na ni viungo vya nani? Vya kahaba. Anaendelea anasemaje? Hasha. Anasema yani kwa mwingine anafanya nini? Anakanusha kwamba siwezi kutoa mwili huu ambao ni mwili wa Kristo, ambao mimi namilikiwa na Kristo. Tayari mwili wangu ni mwili wa nani? Wa Kristo. Siwezi kutoa mwili wangu kumpa nani? Kahaba, si ndio? Anasemaje? Unaona? Anasema hawamjui aliyeungwa na kahaba ni mwili wake, mwili pamoja na nani? Na kahaba. Anasemaje? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Unasikia? Wale wawili watakuwa mwili. Sasa Biblia inaongelea wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kuna jambo sitaki kuliongea zaidi. Hatui mwili mmoja kwa kuvishwa pete ile tu. Ile day one pete ile, si ndio? Mwili mmoja ni zaidi ya hapo. Na ndio maana ukisoma Paulo kule anaongea, anasema ninaongea kwa habari ya kanisa. Kwa habari ya mwili mmoja, lakini anasema ninaongea kwa habari ya kanisa. Bwana asifiwe. Kinachowafanya kwa mwili mmoja ni ule mwingiliano. Watu wazima wameshanielewa, si ndio? Haleluya. Ni ule fanya nini? Mwingiliano. Ndio unasababisha kuwa nini? Kwa sababu inapotokea mwingiliano, kuna exchange ya vitu vinatokea. Haleluya. Na vile ndio vinawatengeneza kwa mwili nini? Na ndio maana Yesu anasema mtu akizini anazini juu ya mwili wake. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. So wewe unapokuwa Mkristo, haleluya, wewe unapokuwa Mkristo, mwili sio sehemu yako. Na ndio maana nikasema unauza kwanza utawala. Baada ya kuuza utawala, wewe mwili hautumii kama unavyotaka wewe. Hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Na mtu akiharibu hilo hekalu, Mungu anafanya nini? Hekalu ni nani? Unapoongelea hekalu ni huu mwili wako ambao Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakaa. Kwa hiyo Roho Mungu anapokuwa ndani yako, ukiharibu hekalu, Mungu yuko tayari kukufanya nini? Kufanya kukuharibu na wewe. Kwa sababu gani? Umeliharibu hekalu lake. Tunaelewana watu wa Mungu? Sema mimi ni mwili wa Kristo. Sema mimi ni mwili wa Kristo. Mwili wangu hautachanganywa na kitu kingine. Hautachanganywa na kitu kingine. Sasa tunapoongelea mwili, hatuendi kwenye upande huo tu. Hata ulevi pia. No, maana watu tunaweza tukasahau, tukajua ni ukahaba. Hata ulevi tu. Unalisha vitu gani mwili wako? Unanywesha vitu gani mwili wako? Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kileo chako Biblia inasema msilewe tena kwa nini? Ambamo kuna nini? Lakini mlewe Roho Mtakatifu, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo tunapaswa kulewa Roho Mtakatifu. Unaunywesha nini mwili wako unapokuwa wewe ni mwili wa Kristo? Lazima unyweshe Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu akae ndani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanavuta afu wanatoa tena moshi. Bai kuwaona wale njiani. Sasa hivi tumeenda hadi watu wanaita shisha, sijui shisha. Wanaenda wanalipia, wanavuta, afu wanatoa moshi ule. Ni kileo, si ndio? Mwili. Hilo hekalu unatakiwa kulitunza. Mwili unatakiwa kufanya nini? Sio mali yako unapokuwa umeokoka. Na ndio maana shetani akimiliki mtu, anamtumia kwenye mambo yake. Haleluya. Akimiliki kwenye mwili wake, anautumia mwili wake pasavyo kwa huyo mtu. Sisi tunamilikiwa na Kristo Yesu. Miili yetu tunatakiwa kuifanya nini?
kuitunza, kujua kwamba hili ni hekalu, kwa sababu Mungu ana mission na wewe. Afya yako ikiwa sio bora, atakutumiaje? Sio, unanielewa? Afya yako isipokuwa bora, anakutumiaje? Siku zote afya yako isipokuwa bora, utadhorota. Ukidhorota, huna nguvu ndani ya mifupa yako na ndani ya mwili wako. Kwa Mungu hawezi kutumia kwa wakati ambao anataka akutumie, unajikuta anashindwa kufanya nini? Kukutumia. Haleluya, watu wa Mungu. So tuamue kuitunza miili yetu, na sio kuitunza kwenye hivyo vitu nilivyovitaja tu, hata kwenye kuoga. Kuna watu wengine ni wachafu, hawaogi. No. Tunza mwili wako, usafishe, oga. Pale time ya kuoga. Mtaki kuyasikia? Au hii sio injili? Sio injili. Pata muda wa kufanya nini? Kuoga. Oga vizuri. Jisafishe vizuri. Pendeza. Haleluya.